Bwana picha linaanza tukiliona jitu lenye vichwa viwili linapuliza mbegu 5 za maharage kwenye mto. Sekunde chache baadaye, kutokana na mbegu hizo, maharage yalichipuka kimuujiza kutoka ardhini. Matawi makubwa yalienea kila mahali yakielekea angani. Kisha lile jitu lenye vichwa viwili likatoa amri kwa majitu mengine kupanda juu ya mimea ile, wakilenga kubadili uelekeo wa mimea hiyo kuelekea chini. Kutokana na uzito wao, mimea ikakubali sheria na hii ikawa ndo njia ya kuelekea duniani. Majitu haya yalizuiwa kurudi duniani kwa maelfu ya miaka. Hatimaye sasa leo yamepata njia kurudi tena katika ulimwengu wa wanadamu. Na hapa inafahamika kwamba muda mrefu uliopita baadhi ya wafalme walitaka kuiona sura ya Mungu wa kweli. Wakawaza watafika vipi mbinguni, hivyo wakaamua kutumia mbegu za maharage ya kichawi. Wakakuza maharage na kuelekea huko mbinguni, lakini walipopanda juu angani hawakumuona Mungu, bali walikutana na dunia ya majitu ya kutisha. Majitu hao walifurahi, kwani wao pia walitamani sana kuja duniani. Bwana kupitia maharage hayo majitu yakashuka duniani na yakaanza kufanya mauaji ya kikatili kwa wanadamu. Walivamia falme tofauti na kupora ikulu, vitu vya thamani kama dhahabu na hazina nyingine. Ili kuongeza hofu kwa wanadamu, majitu hayo yalianza kula nyama za watu ili kuogopesha zaidi. Kwa muda jamii ya wanadamu iliteseka sana. Hivyo wanadamu wakawaza nini wafanye? Basi bwana, wakaja na wazo moja la kuua jitu moja, kisha wakatoa moyo wa jitu hilo wakauchoma, alafu wakachanganya na dawa za kichawi na kuunda kofia ya kichawi ambayo mfalme anapoivaa kofia hiyo, basi majitu yote yangepiga magoti kwa kumnyenyekea mfalme. Mara moja mfalme akaamuru majitu warudi katika nchi waliotokea, jambo ambalo lilimaliza janga kwa wanadamu. Kisha mfalme akaamuru mimea ya maharage inayoelekea mbinguni ikatwe. Hivyo haya majitu hayakuweza kurudi tena duniani milele. Mbegu 5 za maharage ya kichawi zilizosalia zilikuwa ulinzi katika jumba kubwa la kifalme, lakini iko siku mfalme alikufa. Hivyo ikatoka amri kwamba mbegu 5 za maharage na taji la mfalme vitazikwa pamoja naye, na kweli ikawa hivyo bwana. Sasa miaka mingi ilipita, hatimaye mambo ya kweli yaliyotokea zamani kuhusu majitu ikawa ni hadithi za kusimulika tu. Simulizi hizi zilipendwa sana na watoto. Mmoja wao aliitwa Jack. Jack alizaliwa katika familia maskini sana. Alikuwa akilelewa na mjomba wake, kwani babake alikufa kitambo kwa ugonjwa. Basi bwana, miaka mingi ilipita, hatimaye Jack alikuwa. Sasa nyumba aliyokuwa akiishi na mjomba wake ilikuwa mbovu balaa, hasa kipindi cha masika ilikuwa inavuja sana. Ili kurekebisha nyumba yao, mjomba wake akamtuma Jack mjini kwenda kuuza mkokoteni na farasi wao mweupe. Jack akafunga safari hadi mjini, na alipofika tu alivutiwa sana na onyesho la sarakasi, hivyo akaingia kisiri kutazama onyesho hilo. Akiwa anatazama, ghafla alimuona mwanaume fulani mlevi akimnyanyasa msichana mrembo kweli. Jack hakuweza kuvumilia kabisa kuona tukio kama hilo, hivyo akaingia ili kuzuia. Ajabu ni kwamba yeye ndo alimchapa bonge la ngumi. Ghafla Jack anashangaa kuona kapigwa yeye, alafu kila mtu kampigia magoti. Alipogeuka na kutazama juu, aligundua kuwa kisu chenye urefu wa mita 5 kilikuwa tayari shingoni mwake, na watu waliopiga magoti wakupiga magoti kwa ajili yake, bali waliwapigia askari wa mfalme. Kumbe huyu msichana bwana ambaye Jack alitaka kumsaidia alikuwa ni binti mfalme, na hawa walomchukua ni askari wa ikulu. Mmoja kati ya askari aliitwa Roderick, ambaye kiwalisia anampenda sana binti mfalme, japokuwa umri wake ni mkubwa kuliko binti Isabella. Jack alimtazama tu huyo binti akiondoka, kwa alijisikia vibaya sana. Alipotoka nje akakuta mkokoteni alokuja kuuza umeibiwa, yani kabaki farasi tu. Hivyo hana kitu cha kuuza, akaamua kurudi nyumbani tu. Lakini akiwa njiani anataka kurudi, ghafla akasimamishwa na monkey fulani hivi ambaye alikuwa anatoroka. Hapa inaonekana kuna jambo baya sana ambayo kalifanya. Sasa akahitaji kutoroka na farasi wa Jack, lakini pesa hana. Kaamua kumkabidhi Jack mbegu 5 za kichawi kama dhamana, yani watakapokutana basi atamlipa tu. Kisha akamwelekeza ni wapi ambako watakutana, alafu akamwambia asiruhusu mbegu hizo kuloa na maji, la sivyo kitu kibaya kitatokea. Sasa hapa Jack ya kujua kuwa mbegu alizonazo mikononi mwake zilikuwa ndo zile mbegu 5 za kichawi zilizozikwa pamoja na mfalme. Alikuwa akimsoma kwenye hadithi kale tu. Sasa huyu monkey alizitoa wapi hizi mbegu? Inaonekana kuwa monkey alijipenyeza ndani ya kasri na kuiba mbegu hizo, ambazo kimsingi zilifukuliwa toka katika kaburi la mfalme na watu wenye nia mbaya. Kwa monkey anataka kuzitoa katika jumba hili ili zikae sehemu salama. Wakati huo waziri wa ulinzi anaporudi katika jumba la kifalme, alikuta chumba kimevurugika sana. Aliogopa na kukiokota kitabu kilichokuwa kimetunza mbegu za kichawi, na hapo akagundua kuwa kuna monkey mmoja alikuwa ameiba zile mbegu bwana. Kisha akakagua chungu cha maua kilichovunjika. Kama bahati, taji la kichawi alikuibiwa.
Hivyo waziri wa ulinzi akaamuru milango yote ifungwe na yule monkey aliyeiba mbegu akamatwe. Paka muda huu Jack hakujua kwamba huyo monkey alikuwa anatafutwa vikali mno. Alipokuja kushtuka, yule monkey tayari alikuwa amepanda farasi wake mweupe na kuondoka. Baada ya tukio hili, Jack akaamua kurudi nyumbani. Sasa uko nyumbani bwana, mjomba wake Jack alikuwa amekasirika sana baada ya kujua kwamba eti Jack amefanya mabadilishano ya farasi wake kwa mbegu chache tu za maharage. Mjomba akazitupa zile mbegu 5 kwa hasira. Jack anapoinama ili kuzichukua, mbegu moja ikateleza na kupenya kwenye ufa wa sakafu. Hakujua kuwa jambo hilo lingeleta mabalaa makubwa sana. Na sasa turudi katika jumba la kifalme. Binti mfalme alikuwa akizungumza na babake jambo fulani hivi. Binti mfalme akamwambia babake kuwa yeye hataki kuolewa na mwanaume ambaye mfalme amemchagulia, kwani huyo mwanaume kwake ni kama mzee, yani kamzidi umri. Lakini mfalme hakutaka kabisa kumsikiliza mtoto wake, hivyo akakataa ombi lake. Baada ya Isabela kuona mfalme kawa mbishi sana, akaamua kutoroka. Hivyo alivaa kiraia na kutokomea nje ya jumba hilo. Lakini akiwa njiani, mvua kubwa ilianza kunyesha, hivyo akaangaza huku na kule, kisha akaona taa kwa mbali, akajua huko atapata msaada. Basi bwana akafika mpaka katika nyumba hiyo na akagonga mlango. Na hapa inafahamika kuwa hii ilikuwa ni nyumba ya mjomba wake Jackie. Sasa Jackie alipomuona tu alimkumbuka huyu msichana kuwa ni binti wa kifalme alikutana naye mchana wa leo. Sasa huko amefuata nini? Jackie ambaye alikuwa single kwa miaka 20 alivutiwa sana na urembo wa binti Isabela. Alifurahi sana na hata kutaka kutoa jicho lake kwa binti. Kwa wakati huu maji ya mvua yanayovuja kutoka kwenye paa yalishuka chini ya nyufa na kuelekea kwenye ile mbegu ya harage iliyodondoka mchana wa leo. Ghafla mbegu ikaota mizizi haraka na kuanza kukua. Nyumba nzima ilitikisika unaambiwa. Wakati wakiendelea shangaa, ghafla maharage mkubwa ukavunja nyumba na kukua kwa kasi ukielekea juu. Kwa wakati huu binti mfalme alikuwa amebanwa na meza iliyoanguka. Jack alikimbia kumwokoa, lakini mmea huu ulimrusha nje ya nyumba. Nyumba pamoja na binti mfalme vyote vikabebwa hewani na maharage huu mkubwa, lakini Jack akadandia mmea huu haraka kabla hujafika mbali. Lakini alikuwa kesha chelewa, kwani nyumba ilikuwa tayari ilishafika juu sana. Hivyo binti mfalme akafungua mlango na kumrudisha ndani. Lakini kwa bahati mbaya, sehemu alipokanyaga Jack mbao zilikuwa zimeoza, hivyo zilivunjika na akaanguka, huku akibaki na bangili za Isabela. Kama bahati, wakati anaanguka ile majani ya maharage yalipunguza kasi yake na alitoa salama kabisa. Kesho yake anapopata fahamu, anashangaa kumwona mfalme akiwa na jeshi la askari wakimtafuta binti yake. Jack akamwambia mfalme kuhusu tukio lililotokea jana usiku, kwamba maharage mkubwa uliota kiajabu na kumbeba binti yake. Haraka mfalme akaamuru jeshi lake kupanda juu ili wamuokoe Isabela. Kwa kuwa Jack ndo alishuhudia hili swala, basi naye akaungana nao. Safari ilianza mchana hadi usiku bila kufika mwisho wa mmea. Wakati huu dhoruba na radi vilikuwa vikiwapatia changamoto sana. Baadhi yao waliteleza na wakakata kamba za usalama zilizounganisha ili kupunguza mzigo. Hivyo baadhi yao walifia angani. Baada ya kazi ngumu, hatimaye walifika kileleni na kukuta kisiwa kikiwa angani kimening'inia kwenye mawingu. Wakati huu hawakujua kwamba hapa ni eneo waishiko majitu waliyosoma katika hadithi za kale. Wakiwa njiani, mume mtarajiwa wa binti mfalme aitwaye Roderick akamsimamisha Jack na kumwekea kisu mgongoni. Akasema kwamba anahisi kuwa kuna mbegu nyingine atakuwa nazo huyu mwamba. Jack hakutaka mambo mengi, akampatia ili kuokoa maisha yake. Kisha Roderick akamwambia kwamba asimwambie mtu yoyote kama amempatia mbegu hizi. Baada ya wao kuondoka, inafahamika kwamba Jack hakumpatia mbegu zote, kwa alibaki na mbegu moja kwa siri na kuiweka kwenye mkufu wake. Basi bwana, askari wakaanza kufuata viashiria vilivyoachwa na binti mfalme, wakizama ndani kabisa msitu. Isivyotegemewa wakaona kundi kubwa la kondoo. Sasa njaa ilikuwa imewakamata sana, hivyo Jack na askari mwingine walikwenda haraka sana kuwakamata wale kondoo, lakini wakajikuta huko kwenye mtego. Jiwe kubwa lilianguka kutoka juu ya kilima likiwacha wakining'inia angani. Jack na mwenzake wakachomoa visu vyao na kukata kamba kwa haraka. Wakati huo Captain kwa jina la Elmont alikuwa akifanya jitihada za kuokoa. Ghafla aliona jambo lisilo la kawaida. Kunguru wakaenea angani kana kwamba walihisi kuna kitu kibaya kikitokea msituni. Wakati huu Jack na mwenzake wakajinasua kutoka kwenye wavu, lakini bado hatari iliwaijia. Timothy akahisi jambo, kwa akakimbia kujificha haraka sana nyuma ya mti. Kwa mbali guu kubwa linakuja polepole kuelekea kwao. Jack hakupata muda wa kujificha, kwa hiyo akazama ndani ya maji. Kila mtu alibana pumzi na kuthubutu kutoa kelele zozote zile. Jitu likaingia mtoni kuangalia mtego wake. Jack akiwa chini ya maji aliona jitu likibugia kondoo mdomoni mwake.
Timothy aligeuza kichwa chake na kulichungulia, lakini kwa bahati mbaya jitu silikamuona, kisha likang'oa mti alipojificha. Mjomba kaona bora akimbie. Jitu lilokuwa nyuma yake likapiga hatua 3 tu kumfikia na kumpiga kofi lililomfanya poteze fahamu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa jitu hilo kukutana na binadamu baada ya miaka 1000 kupita. Kisha likachichumaa likionyesha macho yake makubwa na kuvuta harufu ya mtu huyo kwa pua zake kubwa hatari. Jitu lilimnyanyua na kufungua mdomo wake likijiandaa kumtafuna Timothy. Legri Chap anakuja Elmont kumwokoa Timothy, akalichoma upanga wa mguuni likamsukuma mbali sana, kwani kwake panga ni kama mwiba tu. Jitu hili lilifurahishwa sana kuona wanadamu katika dunia yao, hivyo likaamua kurudi nyumbani ili kuonyesha wenzake. Kwa upande wa Jack, yeye aliweza kutoroka kwa kujificha chini ya maji. Jack kimya akaanza lifuata lile jitu kule linakoelekea, akiamini kuwa ataweza kuokoa wenzake. Baada ya kutembea kwa muda mrefu katika msitu mnene, hapo akagundua kwamba hiki ni kisiwa cha majitu aliyokuwa akisimuliwa na babake. Sasa tukirudi kwa askari watatu ambao wao walijigawa wakapitia sehemu nyingine, hatimaye walifika ukingoni mwa mwamba kukiwa hakuna njia ya kupita. Askari wawili kati yao wao walikuwa na mpango wa kumpindua mfalme ili wawe viongozi. Kwa hiyo askari Roderick akamdanganya yule askari mmoja kwamba amemwona binti mfalme kwenye kilima fulani. Mjomba anapokuja kuchungulia akasukumwa na Roderick. Sasa Roderick anafanya hivi kwa sababu anataka watu wachache tu wajue kuhusu plani yake. Wakiwa bado wanafurahia upuuzi wao, ghafla askari mmoja akakamatwa na lile jitu lililokuwa nyuma yake na kumtafuna. Kisha jitu jingine likapanda kutoka chini ya mlima. Sasa Roderick alikuwa amezungukwa na majitu na hakuwa na njia kutoroka. Akiwa na hofu, akachukua taji la kichawi kutoka katika mkoba wake na kuwaonyesha wale majitu. Kwa upande mwingine, binti mfalme yuko kwenye kifungo katika pango la majitu. Jitu lenye vichwa viwili lilikuwa likimhoji kama alikuja na binadamu wengine hapa. Bidada kujibu chochote yani. Lakini jitu hili likavuta harufu yake na kugundua kwamba binti huyu alitoka kwenye ukoo wa mfalme wa zamani sana. Jitu lenye vichwa viwili likawaambia majitu kuhusu jambo hilo. Ili kulipiza kisasi kwa mambo yaliyofanywa duniani, wakaona bora tu wamuue binti mfalme. Wakati kikao kinaendelea, ghafla jitu lingine likarudi na binadamu wawili kama kitoweo. Hapo jitu lenye vichwa viwili likagundua kuwa huyo binti hakuja peke yake hapa, bali kuna kikundi cha wahenga kimevamia geto la Popobawa. Kazi wanaye leo. Kwa hasira alimshika askari mmoja na kumhoji ni njia gani waliotumia kufika hapa. Lakini askari aligoma katu kufichua siri hii. Wakati jitu lenye vichwa viwili likiendelea kumoja askari mwingine, ghafla Roderick akaingia akiwa na taji la kichawi. Majitu yote yalivyoliona tu lile taji yakapiga magoti na kumwabudu Roderick. Kitendo hiki kilionyesha dhamira hasa ya Roderick kuja huku, kwani alitaka kutumia taji la kichawi kuiongoza majitu yote na kisha kutumia uwezo wao kurudi duniani na kupindua falme zote kisha aitawale dunia. Wakati huo Jack aliendelea fuatilia na hatimaye akafika ikulu ya majitu, lakini mahala hapo palikuwa na ulinzi mkali kiasi kwamba ilimbidi kujificha na kusubiri nafasi. Basi bwana akafanikiwa kuingia kwenye chumba cha majitu ambacho kilikuwa kimejaa midhahabu, lakini huku si lengo lake. Hatimaye sasa baada ya kupenya alibuka katika sehemu yenye njia kibao, asijue aelekee njia gani. Ghafla akasikia sauti ya binti mfalme akiomba msaada. Jack akaanza ifuata ile sauti kimya mpaka akatokea jikoni kwa jitu mpishi ambaye hivi sasa alikuwa akinyunyiza unga juu ya askari kwa ajili ya kumpika. Kisha Elmont alikunjwa kwenye keki kama mkate wa nyama na akawekwa juu ya meza pamoja na nguruwe wawili akisubiri kuwekwa kwenye oven. Kwa wakati huu binti mfalme alitabasamu, tabasamu lililokuwa likisubiriwa kwa muda mrefu, hasa pale alipomwona Jack akija kimya kumwokoa. Kisha akamwambia Jack akamwokoe Elmont kwanza, kwani ataweka kwenye oven hivi karibuni. Sasa Jack akatoboa ile keki na kumpatia kisu Elmont. Jitu likaanza kuchomeka vijiti vikubwa kwenye mkate wa nyama kwa ajili ya mapishi. Kwa bahati nzuri ilipofika zamu ya Elmont, kile kijiti kikatua kati ya miguu yake, kisha akabebwa moja kwa moja na kuwekwa ndani ya oven. Wakati huo Jack akaingia hadi kwenye sehemu vinakotunza visu na kusubiri wakati sahihi wa kushambulia. Sasa jitu lilikuwa linakatakata mboga kwa mikogo, kisha likamchukua binti mfalme na kumweka juu ya meza. Wakati lile jitu linapokaribia kumuua binti mfalme, Jack akachukua bonge la bisu, akaruka chini na kulitumbukiza kwenye mgongo wa jitu hilo. Jitu lilipiga kelele kwa uchungu na likafa kwa kujigonga ukutani. Kwa Jack akawa ndo shujaa wa kwanza kuua jitu. Basi bwana wakaamua kuondoka katika eneo lile haraka iwezekanavyo na wakaanza mpango wao haraka wa kurudi duniani. Lakini walipofika kwenye ukingo wa mwamba, walikuta kuna jitu linalolinda njia pekee ya wao kurudi katika ulimwengu wa wanadamu. Watafanya nini ili kupita?
Sasa wakati wanajadili mpango wa kulitoa lile jitu, ghafla Jack akang'atwa na nyuki. Hapo Jack akapata wazo la haraka, akaenda beba kundi kubwa la nyuki, alafu Elmont akafungua helmet ya jitu. Kwa umakini mkubwa Jack akaweka kiota cha nyuki kwenye kofia ya jitu, then wakafunika na kukimbia pembeni kushuhudia barali jalo. Dakika chache baadaye jitu lilisimama na kupiga kofia yake kwa hasira baada ya kung'atwa na nyuki. Baada ya kuyumbayumba kwa muda, hatimaye akakumbuka kuvua kofia yake. Nyuki wote wakatoka, lakini akabaki nyuki mmoja akirukaruka mbele yake. Si akamtisha? Jitu likataka kukwepa, bila kutarajia akajikuta ameteleza na akadondoka bwana. Walicheka sana. Hatimaye jitu lilokuwa likiwazuia kurudi duniani sasa limedondoka. Elmont akamwambia Jack kwamba anapaswa kumrejesha binti mfalme kwanza, alafu yeye atabaki kukabiliana na msaliti, kwani njia pekee ya kuzuia yale majitu yasishuke duniani ni kupata lile taji la kichawi. Wakati huo huku duniani, kundi la makuhani walikuwa wakiomba Mungu binti mfalme arudi, lakini wanapoangalia juu, ghafla wakaliona jitu ambalo vipunde lilidondoka kutoka kwenye mwamba, likishuka kutoka mbinguni na kuanguka mbele yao. Kila mtu alikuwa na hamu ya kuona ni nini hiki, hivyo wakaja kutazama. Tukio hili lilithibitisha kuwa uwepo wa majitu haikuwa hadithi, bali ilikuwa ni kweli kabisa. Sasa ili kuzuia jamii ya wanadamu kushambuliwa na majitu tena, mfalme aliamua kuachana na uokoaji wa binti yake, kisha akaamuru maharage mkubwa ukatwe. Kazi hiyo ikaanza haraka iwezekanavyo. Sasa tukirudi katika dunia ya majitu, siku iliyofuata Roderick aliamuru majitu yote kujiandaa kushuka duniani ili kupigana vita na binadamu. Kumbuka Elmont alibaki ili kuzuia jambo hili, hivyo alikuwa amejificha na alikuwa akitafuta nafasi ya kumshambulia Roderick. Wakati huo jitu lenye vichwa viwili, kichwa cha upande wa kushoto kilimwona Elmont na kikataka kumwambia Roderick, lakini kichwa cha kulia kikamwambia asimsanue. Ghafla Elmont akamrukia Roderick na kumdondoshia pangoni. Wakati wakiendelea na ugomvi wao, kwa bahati mbaya wakaangusha zile mbegu za kichawi. Jitu lenye vichwa viwili likaamuru watu wake wavunje lile pango ili hawa binadamu wafie mule mule. Baada ya raundi kadhaa za mapigano, Elmont alibanwa chini na Roderick, kisha akampiga teke na kuning'inia kwenye ukingo wa mwamba. Lakini Roderick akaanza leta ngonjera tena, badala yake alichomwa kisu na Elmont. Roderick akapaza sauti kutaka jitu lililo juu lije kumsaidia, lakini alikandamizwa na yale mawe hadi kufa. Kisha jitu likamshika kwa mkono mmoja na likachukua taji la kichawi kutoka katika kichwa chake, kisha akalivaa kwenye kidole chake. Kuanzia hapo jitu lenye vichwa viwili akawa mtawala mpya wa majitu mengine. Wakati huo askari waliokuwa chini walikuwa karibu kukata maharage. Jack na binti mfalme walikuwa wakirudi na waliona harakati hizo zikiendelea. Punde maharage mkubwa ulipoteza balance na kuanza kung'oka. Sasa mmea ulioko mbinguni hatimaye ulianguka kwa kishindo. Kuona hivyo, Elmont naye akaurukia haraka mmea ule na kuondoka kisiwani hapo, huku likiutazama maharage ukianguka chini. Wakati mmea huo unadondoka, Jack alishika mtawi kamba akiwa binti mfalme mikononi mwake na akaruka chini na kudondokea nyasi kabla ya kutua salama. Mmea ulianguka sasa ulikuwa ukielekea ndani ya jumba la kifalme. Askari waliokuwa ndani ya ngome hiyo walipiga kengele ya kuwashtua watu wao. Hata hivyo, Elmont aliruka mtoni na akaepuka kifo. Mfalme alishangaa kumwona binti mfalme amerudi akiwa salama. Kisha mfalme alimpa Jack zawadi kwa ukarimu wake wa kumwokoa bintiye, lakini kama baba akamshukuru kwa kazi kubwa aliyofanya. Kwa Jack haya hayakuwa malipo ambayo alitaka, kwani yeye tayari alikuwa ameshampenda binti mfalme, lakini kisheria binti wa kifalme haruhusiwi kabisa kuolewa na mtu wa kawaida. Hili lilifanya isiwezekane kwa watu wawili wanaopendana kuwa pamoja, lakini kiukweli wakati wakiwa njiani kurudi walikuwa wameshaanza mahaba ndindindi. Basi ukafika muda wa kuagana. Jack alimpa binti mfalme kitabu chake kipendacho cha hadithi za matukio mbalimbali, akiamini kwamba binti atamkumbuka kila wakati. Jack akabaki kumtazama tu Isabella, akiamini kuwa sio fungu lake. Basi bwana, huko juu katika dunia ya majitu mambo yalikuwa mabaya, kwani ile jitu lenye vichwa viwili liliokota kile kibegi cha mbegu alichokidondosha Roderick. Hapo ndipo alipogundua kuwa kulikuwa na mbegu 5 za kichawi. Kwa hiyo akapuliza zile mbegu 5 za maharage mtoni. Muda si muda maharage yakaota mizizi na kuanza kukua. Dakika chache baadaye miharage 5 mikubwa iliota kutoka ardhini. Kwa amri ya jitu lenye vichwa viwili, majitu yasiyohesabika yalipanda juu kwenye miharage na kuelekea duniani. Sasa vita kati ya wanadamu na majitu inanukia mzee.
walishuka duniani wakiwa tayari kupigana vita dhidi ya wanadamu. Jack alikuwa akimlisha farasi wake, lakini ghafla aliona kitu tofauti hewani kupitia taswira ya maji. Hivyo mara moja akaamua kuelekea mjini kumwambia mfalme habari hizo. Wakati huu mfalme alikuwa anarudi kwenye ngome yake asijue vita inayokuja. Jack alipita karibu kabisa na nyumba ya watawa na kuamuru watawa wapige kengele ya hatari. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika ardhi hii kupiga kengele ya vita kwa wanadamu baada ya miaka mingi kupita. Mfalme alikuwa bado hajajua maana ya kengele hiyo. Wakati Jack anafika kilipo kikundi cha mfalme, alikuwa tayari alishachelewa mno. Majitu hayo yalikuwa yakipita kwenye msitu mnene kuelekea waliko wanadamu. Unaambiwa majitu yana kasi kuliko farasi, hivyo yaliwafikia haraka sana. Majitu yalianza kuwakamata askari juu ya farasi wao na kuwapiga kwa nyundo zao. Unaambiwa leo kilinuka katika ardhi ya mfalme Eric. Majitu yalitembeza kichapo sio kitoto. Ona hili jitu jingine likabomoa windmill na kuitupa kwenye umati wa watu. Vipande vya mbao vinapogonga ardhi vikaangusha taji la mfalme. Kwa bahati nzuri, mimea iliyo mbele yao iliwapa muda mrefu zaidi wa kuyatoroka majitu. Sasa askari waliokuwa ukutani pia waliona balaa hili kwa mbali likisogea, na mara moja wakagonga kengele kuwaweka watu tayari. Elmont akakusanya askari wake wote na haraka akaanza kuimarisha ngome yao. Kisha akaamuru walinzi kumwaga tani 5 za lami ndani ya mto. Kisha askari wakajipanga sawa sawa huku wakiandaa mishale yao ya moto. Kila kitu kilikuwa tayari kuhakikisha mfalme anaingia kwenye ngome ya kifalme. Kwa amri ya Elmont, askari walirusha mishale yao yote mtoni na kuwasha lami. Muda mchache baadaye, lami iliyowashwa ilienea kwenye maji. Sasa kabla majitu hajafika, askari walijitahidi kukata mawasiliano na daraja, lakini Jack hakuwa amefika bado na daraja lilikuwa karibu kufungwa. Wakati huo sasa Jack ndo anafika, akaruka kwenye daraja la mbao kwa nguvu zake zote na akafanikiwa. Lakini jitu lenye vichwa viwili nao likarukia lile daraja kabla lijakatwa. Elmont akaagiza askari wake kumpiga mishale jitu. Ili jitu likahisi maumivu na kuangukia ndani ya moto. Majitu mengine yalimwona bosi wao akianguka mtoni, lakini hakujaribu hata kumwokoa. Kumbe hili jitu halikufa bwana, hivyo likaanza kuogelea kimya kimya kuelekea katikati ya ufalme. Kabla ya daraja kufungwa kabisa, majitu hayo yakafanya shambulio la pili kwa kurusha kengele kubwa sana kwa walinzi. Kisha haya majitu yakarusha nanga kuzuia geti lisifungwe. Sasa kama majitu haya yakifanikiwa kuingia ndani ya ufalme, sijui itakuwaje leo. Majitu yalizidi jumuika pamoja ili kufungua geti, na kweli wakaanza fanikiwa, kwani hata mashine za wanadamu zilianza haribika. Sasa majitu yalipokuwa yanakaribia kuvunja daraja, Elmont naye akatumia njia waliotumia majitu kufunga daraja. Kisha vuta ni kuvute ikatokea baina yao. Wanadamu walitumia vikosi vyao vyote kulilinda lango la kifalme. Sasa majitu yakaamua kuwatupia miti inayowaka moto. Unaambiwa mvua ya moto ikaanza wanyeshea na kuvuruga mipango yote ya askari. Milango ilikuwa karibu kuvunjwa na majitu. Hapo mfalme akakutana na binti yake, kisha akamwambia aondoke na Jack waelekee katika chumba cha mfalme, kwani huko kulikuwa kuna mlango wa siri na kama atafanikiwa basi atoroke na akaombe msaada kutoka katika falme nyingine. Basi bwana, Jack na Isabella wakakimbilia ndani ya jumba la kifalme bila kuchelewa, lakini ghafla sauti ya kugonga ikasikika kutoka chini ya sakafu. Kumbe ilikuwa ni lile jitu bwana lenye vichwa viwili lilikuwa limezama mtoni mara ya kwanza. Kazi ipo leo. Jack alilazimika kujificha katika vazi la kifalme, lakini jitu lenye vichwa viwili likawaona. Walijaribu sana kutoroka, lakini lile jitu lenye vichwa viwili likamshika binti mfalme. Bidada alipokuwa karibu kuliwa na jitu, Jack akaruka juu ili kumwokoa, lakini yeye pia alikamatwa. Hapo Jack alikumbuka kuwa alikuwa na mbegu ya kichawi katika mkufu wake, hivyo akairusha ile mbegu kwenye mdomo wa lile jitu, kisha mmea ukaota kutoka kwenye mwili wa jitu hilo na kulimaliza haraka. Wakati huo huo, majitu waliokuwa nje walikuwa karibu kabisa kuivamia ngome hiyo. Elmont na mfalme walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Wakati huu maharage mkubwa ulivunja jumba la kifalme. Ghafla tu yale majitu yakatupa silaha zao chini na kupiga magoti. Kumbe yalikuwa yamemuona Jack ambaye alikuwa kavaa taji la kichawi kichwani mwake. Kwa mara nyingine tena majitu yalishindwa na wanadamu. Kisha Jack akawaamuru kurudi kule walikotoka. Sasa mfalme hakuwa na pingamizi tena, hivyo akamruhusu binti yake kuolewa na Jack. Kuanzia hapo wakaanza kuishi maisha furaha, huku wakipata tutoto tuwili, na watoto wakawa wakisimuliwa hadithi kuhusiana na yale majitu ya kale. Hapo ndio unakuwa mwisho wa picha hii. Oyawe, hakikisha kwamba una subscribe ili usipite na mambo matamu kama haya. Mimi ni The Untouchable DJ. Asante.